natoka chaneli ya Juvent Insight Media. Nimekutana na wewe mchezaji wa zamani, natamani sana nijue jina lako. Okay, kwa majina naitwa John January Chisanza. Ndio. Jina la mpira la zamani, mashabiki wangu walipenda kuniita Lunyamila ama Mzee Meko. Ule mshambuliaji wa Mobishi Star mwenye mishuti mikali sana. Ndio baada kunifananisha naye. Ndio. Inaonekana ulikuwa hatari kweli. Ya, tena nilikuwa nacheza namba 10. Ndio. 11. Ambapo natumia mguu wa kushoto. Unaingia unafeti unakandamiza tu. Baya mno. Na mashindano yote ya Christmas Dodoma ambao tulisha kushiriki na kina Boniface Bawasa, Mwalimu Christopher Alex. Kwa kweli penalty zote ambazo kutoka kwa mashindano ya Christmas sija kukosa hata siku hii. Nakumbuka siku moja wazazi walikuwa wamenipeleka Singida kwenda kuanza form 1 baada ya kumaliza darasa la 7 mwaka 90. Tukacheza kati ya sisi vijana wa form 1 wakachanganyikana na form 2 na form 3 shule ya Mkwese. Kwa kweli magoli ya mita kuchimbia toka miaka hiyo 90 nilibahatika kukosa penalty mpaka leo hii mwaka 2026 linaniuma. Tangia kile kipindi kile mkosa penalty moja mpaka sasa hivi bado unaifikiriaga? Mpaka leo hii naifikiria. Ila hiyo ni kawaida kwa sababu ukiwa na consistency nzuri ya kuweza kuwa unashinda kila penalty, alafu inatokea penalty ambayo ni muhimu unakosa, maana yake unakuwa ni mchezaji tegemezi ile anaenda kuigharimu timu. Na pia vile vile unaumia wewe na pia hata timu yenu inaenda kuigharimu. Ndio. Hilo sahihi kabisa. Bwana, kuna mambo ambayo nataka nikuulize mara moja. Ndio. Kuna mazingira ambayo yanayoendelea kwa sasa hivi Tanzania kuangalia kwamba soka la kizamani na soka la sasa hivi, je, kuna mabadiliko ambayo yalikuwa kwa performance ya wachezaji ukilinganisha wa kizamani na wachezaji wa kisasa? Mabadiliko ni makubwa sana. Kwani sisi wachezaji wa zamani tulikuwa na vipaji. Na pia wachezaji wa zamani tulikuwa tunafanya mazoezi sisi kwenye makolongo. Mna bebana migongoni. Pia hata vyakula vyetu tulikuwa tunakula ugali wa mtama, ugali wa dona. Utofauti wa sasa hivi, jana wa sasa hivi wafadhili wapo, wana hela, ila vyakula vinavyokula tofauti na sisi tulivyokuwa zamani. Wanakula chipsi. Sasa chipsi hauwezi kuja kuleta ushindani na wachezaji wa nchi za nje huko. Unaona? Alafu pia ukishapata zile hela nzuri unaingia sana kwenye stari. Sasa sisi tulikuwa na miko yetu ambao walimu wetu walitufundisha miko ya mpira. Vitu cha kwanza ambao ilikuwa ni sumu katika mpira, wanawake, pombe pamoja na sigara. Kwa hiyo sisi tulizingatia sana. Na hata siku tulikuwa tunaenda mazoezini, mbaya zaidi, timu yetu ilikuwa na mpira mmoja wa mazoezi na mmoja wa siku za mechi. Kwa mimi mara nyingi kwa kienda hata mazoezini, nikuta mpira umechelewa kufika. Mimi nakuta watu wamenunua ile dafu, sio wamekata, wamekunywa na mjuzi. Mimi nachukua ile dafu na dribble. Vijana sasa hivi kama mpira ukichelewa wanasubiri mpaka mpira uje. Yaani haangalii, ameaga nyumbani za kwa wazazi. Kwa anaenda mazoezi. Sasa kifanya mazoezini anakaa. Kwa tofauti ni mkubwa sana wachezaji wa zamani na vijana wa sasa. Kwanza wavivu wa mazoezi. Wamekuwa wavivu sana. Mimi nilikuwa ikifika siku ya Jumapili, mwalimu wetu anasema Jumapili hamna mazoezi. Lakini ikifika saa 10:30, mimi mwili unatekenya naenda mazoezini. Na nilikuwa nikifika kiwanjani, hata vijana wenzangu wengi nishawaambia, na wachezaji wa sasa hivi. Mimi nilikuwa nikifika kiwanjani nazunguka uwanja mara 10. Alafu mwalimu akishakuja anatoa mazoezi zunguka mara 7. Mimi nakuwa nina faida zaidi. Tofauti na vijana wa sasa hivi, wavivu wa mazoezi. Alafu hata kiwa siku za mapumziko hajiongezi kufanya mazoezi zaidi ya kwenda kwenye starehe. Ni hicho ndio. Ina maana yake wanachoweza kuzungumza kwamba ndio maana wachezaji wa zamani wengi walikuwa wana nguvu sana kuweza kupiga mashuti, magoli ya mbali. Vibaya mno. Hata na mimi kama umebadilika kuniona nikiwa nafanya mazoezi. Miaka hiyo nilikuwa na uzito wa kilo 60. Kwa nilikuwa natumia 5 za kusimama, 55 za kusukuma, na ndio maana wengi waliita mzee. Kwani kipa alikuwa kidaka. Huenda kawezekana akaingia na mpira kwenye nyavu. Bwana, ulikuwa una power ya kutosha. Baya mno. Maana kwa sasa hivi wachezaji wanaonekana wana power sasa hivi anamlinganisha mchezaji kama Faisal, na anaonekana anapiga goli za mbali. Kama Faisal, lakini bado hajafikia wale wa zamani. Ndio, lakini bado. Kidogo azizikile mishuti yake baki panatema. Kidogo anataka kutukaribia wachezaji wa zamani. Maana yake kwamba Aziz Ki alichokuwa anakifanya kile kipindi uko na Yanga ndio anaelekea kwa wachezaji wa zamani. Anatukumbushia miaka hiyo zetu sisi ndio. Maana nakumbuka kama wachezaji wa zamani, kuna mchezaji mmoja, kuna mwingine wa Ulaya ambaye alikuwa anacheza Real Madrid, alikuwa anaitwa Roberto Carlos. Alikuwa akifika kama katikati ya uwanja akipiga
utazani kama kafika kwenye boksi. Ya tena unaona sasa wachezaji wote ndio nimekwambia wa zamani na Carlos kama unavyosema. Ya walikuwa na mishuti mikubwa sana. Ndio. Ronaldo walikuwa na mishuti mikubwa sana. Aisee. Bana, kuna jambo jingine ambalo unaweza kuendelea kama ukiangalia kwa sasa hivi ushindani uliokuwepo wa ligi, unaangalia Simba, Yanga, Azamu jinsi wanavyoweza kucheza, unaona? Kwa sababu kuna baadhi ya timu zilianza mwanzoni mwa ligi zikiwa zina performance nzuri, Simba na Yanga zikiwa ziko chini kwa sababu zilikuwa zinashiriki mashindano ya kimataifa au wakiwa kwenye klabu bingwa au wakiwa kombe la shirikisho, lakini mwisho wa siku imeonekana yamekuwa ni maji yamekuja kupishana na mafuta. Manake timu zinazoonekana ambazo zilikuwa ziko juu, JKT alionekana aliongoza ligi kwa kipindi cha muda mrefu, ila baada ya Simba na Yanga kurudi kwenye ligi, Simba na Yanga wakachukua hatamu. Manake kitu gani ambacho kinapelekea kwamba hizi Simba na Yanga imekuwa mwaka nenda mwaka rudi wao ndio wanaoweza kuchukua hatamu hii ya ligi, maana wanapishana wao tu? Ya unakuta kama mfano timu ya JKT mwanzo kama unasema walianza vizuri, timu zingine zikawa na mapumziko kuja kwenda kwenye mashindano makubwa. Sasa wale wakiwa nje kujua mashindano makubwa, hizi timu zilizokuwa zinaongoza nafikiri zijisahau kimazoezi. Ya walipaswa walimu wao waendelee kuwapa mazoezi magumu na ya ushindani kwa ajili ya kuja kuendeleza muendelezo wao ule wa mashindano ya ushindi wa kwenda mbele. Nadhani walijisahau wakiwa wenzao walipokuwa huko mbele kwenye mashindano makubwa, waliendelea kufanya mazoezi mazuri na kwa bidii. Ndicho baada ya kurudi kilichofanya hao wakaja kupitwa kutokana na ubora wa mazoezi walioenda kufanya mazoezi nchi za nje huko. Sasa kingine wanasema kwamba ni quality, kwamba kwa Simba na Yanga wana quality kubwa sana ambao inazidi timu nyingine ambazo zina asilimia kubwa wachezaji wazawa wa Tanzania. Je, ni sahihi kwamba wachezaji wazawa wengi quality hawana? Wachezaji wazawa wapo baadhi wana quality, afu wafili wa vivu wa kutaka kuiga vitu vya kigeni. Hawa wachezaji wa Simba, Yanga, Azam wanapopata mkusanyiko wa wachezaji mbalimbali, wachezaji mbalimbali wale wa kigeni wanaleta vitu vingine ambao sisi huku tunakuwa hatuna. Kwa hiyo utakuta kunakuwa na ushindani, unakuwa na vitu vizuri zaidi. Huyu mwenye kizuri hiki akichanganyika kwetu wa Tanzania kizuri hiki kuja kuungana, unakuwa na timu inakuwa na uzuri zaidi. Sababu inakuwa na wachezaji wote professional ambao wana uwezo mkubwa zaidi. Ndipo kunakuja kuzishinda timu ndogo ndogo, wenyewe wanakuwa na wachezaji wa moja wenye ubora na si kama Azam, Simba, Mayanga. Wengine sometimes moja wanaona kwamba wakiwa wanacheza katika timu ndogo kwamba wakishaenda kwenye timu kubwa wakishapata zile hela ambazo walikuwa wanahitaji mtu akajenga, anaona yeye kamaliza pale. Hapendi, hataki kwamba kujituma kwa ajili ya kutoka kwenda nje ya nchi. Ya tena kama ulikuwa mfahamu, nimeshabakia kupitia baadhi ya vitabu vinaelezea mambo ya mpira kwa miguu. Duniani kote wapo wachezaji wa aina mbili. Wapo wachezaji ambao tunakuja kiwanjani kucheza mpira kama hivi. Hata ikitokea timu yangu ikawa imeshindwa kwa kufungwa goli 2-1. Mimi nikirudi ambapo kundi la kwanza, nikirudi nyumbani naenda kuifikiria ile mechi, naanza kuliwind mpaka beki wote vukosea ukipa. Yaani inaniuma. Lakini kundi la pili kama nielezea hapo duniani. Kundi lingine la pili yenyewe nakuja kiwanjani kwa kucheza katika ile timu kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki. Anakutuliza kwa kifua, mpige kanzo, anapiga kanzo, mpige tobo, yambo shangiliwa, anjisikia faraja. Manake mbombe zinakuwa nyingi, hata timu yake kama imefungwa 3 bila, yeye haimuumi na wala asikitiki. Na ndio maana timu yoyote, yani kocha yoyote anapokabidhiwa timu, tena huyo kocha kama kucheza upande wa ushambuliaji, yani nafikiri hiyo timu inaweza kwa sababu anajua. Na hata sisi siku za nyuma tulikuwa tunafahamu mabeki wetu kwa anacheza vipi. Kwa mimi hata sema kibaria kwa mwalimu, najua nyewe mabeki wangu ni wape mazoezi gani. Tena mbele kwa sababu ni mshambuliaji, najua washambuliaji wangu ni wachague wachezaji washambuliaji wenye nani kaliba ipi ili tuende tukashinde. Na sitachagua wale wachezaji wa kuja kuwafurahisha mashabiki, nitachagua wachezaji wenye uchungu na timu. Sasa hizi timu za Simba na Yanga zinafeli wapi katika mashindano ya kimataifa? Maana yake imekuwa ni wakicheza kama ni klabu bingwa utasikia wanaishia robo finali. Mwaka jana mashindano yale ya mwaka jana yamebatika, Simba aliingia finali ya kombe la shirikisho. Ule mwaka mwingine Yanga aliingia kombe la shirikisho finali, lakini imekuwa ni changamoto kuweza kubeba ubingwa. Je, changamoto yao ni ipi kwa hizi timu za Simba na Yanga na Azam kutokufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa barani Afrika? Ya nafikiri changamoto inayokuta ni kile walichonacho ambacho kiliwasababisha toka ligi inaanza mpaka walipofika pale kupita, kukiongeza ni pamoja na kukiboresha. Kama walikuwa nacho kile, wanajua mabeki fani wamezoea kukaba, kuzoea design hiyo, wanakuwa waangalie wachezaji wenzao wa mbele wale wazuri zaidi ya yeye, wenzake mabeki wanafanyaje. Kama walikuwa ni mshambuliaji, ndio waangalie pia hata
video za wachezaji wengine wa mbele kule, wenzetu wana piga vipi chenga, unaweza kupita vipi na kuweza kufanya nini, kufanya mashambulizi. Alafu walio wengi wachezaji, hata nikiangalia washambuliaji wanafika kwa mashindano kule mbele, wanashindwa kutumia mbinu ambazo tunatumia sisi zamani. Sisi kwanza uchoyo wa pasi ulikuwa hamna. Nini? Naweza kaenda winga kama nilivyokuambia 10-11. Ndio. Kama napiga mbele na finya na namgulizia mtu tayari kukutana nayo, awe namba 9 au namba 10, ana nafasi nzuri ya kufunga. Ndio. Na kama utapiga kwa mwendo wa kasi, unaweza kumkuta beki wa maadui kwa mgongo akaingia. Kwa hiyo ni kujiongeza kwa zile mbinu, kuangalia wenzetu, au kama hata wachezaji Tanzania wale wazuri, beki fulani achezea timu fulani, yule ni mzuri, anakuwa yani waige vile vizuri vya wenzao ambao wa chini au wa juu, ili naye awe mzuri zaidi. Maanake wengine changamoto inakuwa ni kwamba hawahitaji kufundishika ni au kuweza kujifunza kile kitu ambacho ni kipya, kuweza kukikopi kwa wenzao ambao wameendelea. Ndio nilikuwa namaanisha hivyo. Sasa ni kabisa. Kingine ambacho nataka kukuuliza, kwa hapa Tanzania kuna timu ambazo ukiangalia kwa wachezaji, consistency ya matokeo kwa kuangalia, kama wiki iliyopita Yanga amecheza na Dodoma Jiji akaweza kupoteza kwa goli 3-2, lakini Okello alikuwa na better performance akiscore goli 2. Siku moja baadaye akacheza Simba, wamecheza na Mashujaa, Mwamba wa Lusaka Crescent Chama akaweza kufunga goli 2. Game ya ambao hizi za CRDB Federation Cup, Yanga akacheza wamepata matokeo ya goli 2. Simba jana akacheza akapata matokeo ya goli 4. Chama akiendelea kuweza kuscore, amekuwa na mfululizo kwa kuweza kuwa na better performance kutoka kwenye mechi ya Yanga mpaka mechi ya CRDB, game 5 zote akiweza kuscore na akiwa ni amepata MVP mara 4 mfululizo. Je, performance yake ni ipi mpaka sasa hivi? Kwa kweli kama jinsi ulivyoeleza ndugu mtangazaji, hata mimi mechi ya siku ya Okello alivyoshinda tena dakika kama ya pili tu, ndio walianza vizuri. Ndio uzembe wa mabeki wa Yanga ndio ulosababisha ile magoli yote kurudi na pia hata kufungwa Dodoma Jiji. Yaani kujisahau, sio unaweza, uzembe ni lugha ambayo ni kali, lakini lugha nzuri kujisahau kwa mabeki. Ndio marking, sisi ilikuwa lazima kipa anamuita namba 5. Ndio namba 5 anaopanga 2 na 3, hakikishe hamwachi mtu man to man. Unaona pia kama ulivyosema kuhusu Chama. Sasa Chama ndio anaukaribia au yupo kama sisi wachezaji wa zamani kwa kutumia sana akili. Akili sababu mchezaji wa zamani, hata mimi hapa kwa umri wangu wa miaka 53 unaweza ukanipa nicheze na vijana wako, mimi najua ndani ya dakika 20 au 30 nitatumia ule uzoefu ukongwe, nitapata goli la kipumzi, watanipita vijana. Kwa hiyo Chama anatumia zile mbinu za kutumia wachezaji wa zamani, ni akili sana. Tunavuna kutumia nguvu, kusukumana. Unaweza kaenda kwa nia kutaka push beki, afu unamkwepa beki, yeye anapitiliza, unapita. Ni mbinu tu. Manake inaonekana kwamba kwa sasa hivi kwa wachezaji wa ligi kuu ambao waliokuwepo, Chama ni more brain ya mpira kwa sasa hivi kwa soka la Kitanzania. Kwa kweli anajitahidi, na hata sisi kwa mashabiki wa upande mwingine wa pili tunamfurahia. Anacheza vizuri na anajituma. Ila Okello inaonekana ni usajili bora sana ambao umefanyika kwa Yanga kwa dirisha dogo. Okello ni usajili bora. Nafikiri kilichomsumbua baada ya kuja hapa Tanzania huenda zile lugha za kimpira, sababu kwa mgeni yote, hata mimi nikipeleka nchi zingine labda South Africa, kwa mgeni yote sasa kwa Okello unaweza kumwambia okay, nipitishie. Yaani ile lugha zetu ya Kiswahili mnafikiri mwanzo ameanza kwanza kuipatia shida. Sasa kadri wale kumfundisha, unaona kama anataka kuielewa lugha yetu, nirudishie kwa nyuma, nipitishie. So yani lugha mgeni yote anapokuja kwanza anaanza kusumbuka na ile lugha ya kuongea na ile lugha ya kimchezo, anakuwa tayari ameshakuja nao kutoka kwao. Maana yake consistency yake inaonekana kwa sasa hivi ametengeneza goli 7 na amefunga goli 7. Maana yake kahusika kwenye goli 14. Yani kiasi kwamba wanafikiri wameshamwachia uhuru wa kujiamini. Mwanzo anapokuja mgeni yote kwa timu kwanza anaanza na uoga. Nafikiri sasa hivi wamempa uhuru, anajiamini, ambao tena anafanya vizuri zaidi. Na hili jambo la timu makocha kwa hizo timu zetu, mtu akipoteza mechi moja au mechi mbili, hasa hususan kwa hizi timu za Kariakoo hizi, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Amefukuzwa kocha huyu wa Yanga ambaye kaondoka Goncalves katika game za ligi kuu. Huyo kocha alikuwa hajapoteza game hata moja, tofauti na kwamba kupoteza mechi za klabu bingwa ambazo alicheza na Al Ahly akafungwa, akacheza na FAR Rabat akaweza kupoteza
na game ambayo ilichezwa Zanzibar, ambao ni game ya mashindano ya Muungano alipofungwa na Simba goli moja. Je, changamoto ni nini? Wanahitaji nini viongozi wa hizi timu? Manake kama kocha anaweza kufanya vizuri, ana consistency nzuri ya matokeo na anaweza kutimuliwa, wanahitaji matokeo au wanahitaji mpira mzuri au wanahitaji vyote? Ya, nafikiri kwa timu zetu hizi ambazo zinabadilika kufukuza makocha, nafikiri timu hata pia mashabiki sisi tunahitaji timu icheze vizuri. Ndio. Yale matokeo wanakuja kiwanjani ambayo katika mpira wa miguu yako matokeo matatu. Kuna kushinda, kufungwa na kudraw. Sasa mashabiki, ule mwemko wa mashabiki, unapoangalia hii timu fulani imecheza chini ya kiwango alafu ikafungwa, pale mashabiki wale wanatumia zile hasira kuwashinikiza viongozi wafukuze wachezaji. Lakini timu ikija kiwanjani ikacheza mpira mzuri wa kuridhisha na ikatokea hata kama badilika kufunga goli moja au mbili, mashabiki watabeba kwa katika mpira yapo matokeo matatu, kuna kushinda, kufungwa na kudraw. Hawataangalia kocha faa, ila inapotokea kocha hata kama ni mzuri lakini timu yake inakucheza chini ya kiwango, hapo nafikiri mashabiki ndipo unaleta zile kelele na shinikizo bana, kocha huyu afai muondoe. Maana changamoto kubwa nyingine kwamba timu za wanachama imekuwa ni kasumba hiyo, lakini kwa timu ya Azamu naangalia ni timu ambayo yamiliki mtu binafsi. Swala la namna hiyo kuna kama kuvumiliana fulani. Ya hata mimi nimeshatahidi kuchunguza, ndivyo inavyokuwa. Hata kama wachezaji wanaenda kucheza pale wanacheza kwa furaha, hata makocha wanaenda kufundisha pale wanaenda kufundisha kiasi fulani, hawana shinikizo la hizi timu za makocha. Ndio. Je, kwa timu yako wewe, timu yako pendwa ya Yanga, wakizungumza kwamba wakihitaji kumrudisha Faisal, unaona ni chaguo sahihi kwa wao kumrudisha Faisal kwa Yanga? Ya, itakuwa ni chaguo sahihi kwa sababu ni kijana anayejituma na anacheza kwa bidii na wakati, na bado ni kijana mwenye umri mdogo ambao ni hazina yapo baadaye kwa timu yetu ya Taifa Stars. Ndio. Yeye akienda Simba, wewe utajisikiaje kama shabiki wa Yanga? Ya, pia hata akienda Simba kama nilivyokuambia mimi si mchezaji wa zamani. Ndio. Na ndio maana iliwekwa fair play. Hata akibadilika kwenda Simba na akaenda kubadilika kucheza vizuri, bado sisi tutamshangilia tu. Sisi washabiki tulio wengi tunapenda mtu acheze vizuri. Wako baadhi ya mashabiki wao na mapenzi tu ya timu. Hata kama timu bizani ikifanya vizuri, hajisikii furaha, ila kwa sisi ambao tumebadilika kucheza mpira miaka ya nyuma, mimi naweza kubadilika kuta labda timu yangu kama ile juzi ilivyocheza Yanga na Dodoma. Dodoma ambao mimi ndio nyumbani mwenyewe Dodoma Mgogo. Sasa Dodoma ilicheza vizuri, ilitumia ile makosa ya Yanga ikawaadhibu Yanga. Kwa hiyo walipaswa Dodoma kupongezwa kwa makosa nani ya Yanga. Kwa yule anayecheza vizuri hata kama sio timu yako wewe, unapaswa kumpongeza na kumpa hongera zake. Ndio. Maana yake linalotokea sentence moja katika game ni kwamba sio kwamba ukifungwa unaanza kwamba kuwashinikiza wachezaji. Kuna wakati mwingine unakuwa umezidiwa wewe mwenyewe kulingana kwamba uliyekutana naye kwa siku hiyo ameamka vizuri. Sio kuamka vizuri tu. Tena mimi ninachofurahia miaka nyuma sisi mambo ya hizi video ulikuwa hamna. Kwa timu hata pinzani inaangalia timu hii ambayo sasa hivi inafanya vizuri, wanacheza wanachukua wana load ze mipira yao, wanaangalia. Baada hapo mwalimu anawapa majukumu tu, bana wewe beki fulani, mtu fulani kiwanjani, mechi inakuja huyu hakikisha apiti. Huyu hapa huyu itaidi, yani tayari wenzetu ndio wana faida ya hivyo vitu. Kwa hiyo Simba hiyo Yanga timu yote, hata si timu labda Taifa Stars zinacheza timu nyingine yote pinzani. Unaweza kaja labda Kameruni nani au Nigeria. Kwa si mwalimu ndo shangalia video za watu wa Nigeria au mashindano yao wamecheza vipi. Ni mwalimu kuwapa wale majukumu tu wachezaji, wewe hakikisha huyu fulani asipite hapa. Marking ile marking. Inasaidia sana tofauti na wachezaji wa sasa hivi wengine anasubiri paka mtu apelekewe mpira ndo aanze kwenda kumkaba. Sisi wanakaba ni hapa na hapa. Unatuza mpira kifuani, vinapiga mgongoni kichwa. Unaona? Manake hapo kuna utofauti kidogo. Utofauti upo.